Manyanya, sisi tumerudi tena. Inabidi uwe mvumilivu sana, japokuwa tutaonekana wasumbufu kwako, kwa sababu mtu ambaye ana shida lazima atibiwe. Sisi tumekuja kwako kama kuchukua tiba. Ni muda sana nasumbuliwa na mwanamke wangu, muda sana. Yaani nimeshinda mpaka kwamba nimcontrolje. Kwa hiyo imebidi nije kwako kwa ajili ya kunisupport na kunisaidia. Kwa wewe unaelewa vipi? Kwa sababu kwa namna ninavyoelewa mimi, hekima ya kuongeza mke wa pili inatakiwa itokane na msukumo wa mapenzi ya kweli, uhitaji wa dhati na huruma ya ndani kwa yule ambaye amekugusa katika moyo wako kiasi ambacho ukaamua kumtunuku upendo wako au kumridhia sasa kumvisha taji la utukufu na heshima ili yawe mke wako. Na wala hii sio dhambi. Sio dhambi kabisa, wala sio ukatili wa kijinsia kuongeza mke mwingine. Isipokuwa tu kuna namna wanawake wanabisha kukubaliana na uhalisia ulivyo kuhusu uumbwaji wa mwanaume. Lakini nature tayari imeshabainisha mwanaume kapewa kibali cha kuweza kumiliki mwanamke zaidi ya mmoja na wote akawapenda vizuri. Na hii sasa huwa inatokea kwa sababu mwanaume huwa anapenda kutokana na maamuzi yake na sio kuathiriwa kihisia kama ilivyokuwa mwanamke. Kwa hiyo Swaiba, na kuomba tena na kusii sana kuhusu mambo ya ndoa, usije ukatumia kibali chako cha wanaume kwa kuongeza wanawake ovyo kwa sababu ya sifa au kumkomesha mke wako. Mwanamke huwa akomolewi kwa kuongezewa mwanamke mwingine. Kwa hiyo unanisaidiaje kwa kuacha na mke wangu? Naomba ushauri Manyanya. Wewe yani sasa utakuchoka. Sisi ni wewe. Na wewe ni mimi. Hebu fuatilia kwenye mtandao. Manyanya unatangaza na sisi pia. Kuna movie tumetoa ugonjwa wangu. Changanyiko, tutachanganyikiwa hapa. Tutachanganyana. Ishakuwa changanyikeni sasa hivi. Kwa usinichanganye. Huwa tunakuuliza maswali natakiwa unanyosha maelezo na ushauri ulionyooka. Tutakuja tu kupiga Manyanya, unasikia? Hata sawa na nyumbani. Sorry, samahani bosi, sorry mkuu. Samahani. Yaani hivyo yani, kama ni issue ya kazi, niambie kazi, nitafanya kazi kwa utii wangu. Lakini